ya 64 nchi yetu ilipounganishwa kutoka katika nchi mbili, Zanzibar na Tanganyika, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Tunu ya amani imeendelea kuwepo, imedumu mpaka sasa, na tunapoendea uchaguzi huu nadhani ni uchaguzi wa 7 ndani ya vyama vingi. Of course tumeenda vizuri, lakini kwa kadri teknolojia inavyozidi kukua, matumizi ya media yanapozidi kuwa na uhuru zaidi au kuongezeka, wakati mwingine kumekuwa na hali za hapa na pale za taharuki wakati fulani, kwa sababu aidha kutokuwa na mwelekeo wa aina moja wa watu wakati fulani wameweza kusababisha wengine hofu miongoni mwa Watanzania. Sasa sisi kama viongozi wa dini ni kuileta jamii pamoja na kufundisha namna ya kuyapokea yaliyo mema, lakini pia tunajua kwamba Wakristo au wafuasi wetu wa dini zetu wamo ambao ni raia wa kawaida, wako viongozi wa serikali, wako viongozi wa vyama mbalimbali, wote ni wa kwetu, lakini wajibu wetu ni kuwaweka pamoja. Pale tunapopishana tufundishe wawe na roho au moyo ule wa kuridhiana, wakubali kwamba sisi ni Watanzania. Lazima tutunze tunu ya umoja wa Watanzania. Hili ndilo jukumu letu kubwa sana. Mimi kwa majina naitwa Mulaba Saleh Lulat, ni moja katika mashekh hapa Tanzania, na tukiwa na mada kuu ambao kama ilivyoainishwa hapa ni swala la amani, maridhiano na haki. Kwa kweli tukiwa tunaelekea katika swala zima hili la uchaguzi tarehe 29 Oktoba, kama kiongozi wa dini ningependa kusisitiza sana kuhusu swala la amani. Na swala hili la amani ambalo tunajivunia sana kama Watanzania limejengwa na lina mizizi mikubwa na lina misingi yake, kwamba viongozi wetu wa kidini, wazee wetu wamelichangia sana ili kuliweka. Kwa hivyo tunahitaji kulitunza jambo hili, ni tunu kubwa ambalo tunajivunia kama Watanzania. Na hapa ndipo pia tunataka kuwaelekeza Watanzania kiujumla kwamba swala hili la masuala ya vurugu tunazosikia katika mitandao na kadhalika ni swala ambalo tunahitaji kuwa makini sana na kujua kutofautisha baina ya mchele na pumba. Kwa hivyo tusiyumbishwe na watu ambao hawana mitazamo sahihi ya kujenga ile misingi na kuheshimu misingi ya amani tuliokuwa nayo hapa Tanzania. Na tukiwa tunaelekea pia uchaguzi, napenda kusisitiza kwamba lengo letu tunakwenda kuchagua, hatukwenda kiushabiki, tunakwenda kuchagua viongozi. Kwa hivyo swala hili sio swala la Simba na Yanga, hapana. Ni wewe unakwenda kumchagua kiongozi ambaye unaona kwamba huyu anatufaa kwa ajili ya maendeleo yetu ya amani, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, ya kisayansi, ya kiteknolojia. Huyu mtu anatufaa katika maendeleo yetu. Huyu ndio unayekwenda kumchagua, haukwenda kufanya ushabiki. Kwa hivyo ikiwa ni swala unamwona diwani huyu ni wa chama chako ndio, lakini kama hafai na huyu ambaye tuseme ni wa Chadema anafaa, unafanyaje? Unamchagua yule ambaye anayefaa.